Karibu kwenye channel yetu ya Liwoko Channel. Tuko kwa udhamini wa Nerich Event Media. Leo tutakwenda kuzungumzia swala linalohusu mtu ambaye unampenda yeye hakupendi. Au kuna wale watu ambao unakuta ana mpenzi anayempenda yeye, binti anampenda huyo mpenzi, alafu huyo ampendi yeye anampenda. Nafikiri mtanielewa. Unampenda yeye hakupendi, anakupenda wewe umpendi. Mtanielewa ambao mko kwenye situation hizo. Nafikiri ni kundi kubwa sana hilo. Mpaka kuwaletea mada hii ni kwamba hii kesi ziko nyingi sana za aina hii. Na ndio maana nimeamua kuwaletea ili mjue namna ya kufanya. Kwa sababu hapa tuko kwenye kushauri nini cha kufanya ukishakuwa kwenye situation kama hiyo. Sasa iko hivi. Wewe unampenda alafu yeye hakupendi. Wewe umpende alafu yeye anakupenda. Cha kwanza unatakiwa ufikirie wewe maisha yako umeyapangaje na unataka nini kwa wakati huo. Unaweza ukaangalia kwamba unataka maisha au unataka mapenzi. Kwa sababu love and life two things different. Maisha na mapenzi ni vitu viwili tofauti. Wenzetu zamani walikuwa wanadumu katika ndoa kwa sababu walifuata maisha, hawakufuata mapenzi. Na ndio maana walikuwa na uwezo wa kuchukuliwa mtu sawa, akaletwa nyumbani na ukaambiwa bwana huyu mume wako, na ukakubali ukaishi naye ukazaa watoto ukakaa naye miaka mingi tu bila shida. Lakini sasa hivi tunapoenda kwenye mapenzi na kutamwisha tunafeli. Sasa basi nasema hivyo kwamba chagua maisha au mapenzi, chagua kitu kimoja. Huyu unayempenda wewe, kumbuka ni mapenzi. Unaenda kwa ajili unampenda, na kweli mapenzi hayo ni ya kweli kabisa, ndio maana unampenda huyo, yule mwingine umpendi. Ni vizuri sasa na kushauri, lakini ushauri maana yake wewe ndio unachagua ufate au usifate, ila na kushauri baada ya kufanya utafiti na kujua kwamba baada ya huo uamuzi matokeo ya huyu mtu baadaye yanakuaje, kwa sababu hivyo ulivyo kesho hautakuwa hivyo, kimaumbile, kiakili, kila kitu. Sasa chagua huyu ambaye yeye anakupenda na kushauri, lakini anayekupenda huyu atakachokifanya yeye atakuwa anatumika sana kwako. Kwako anatumika sana kwamba ili akuridhishe, ili na wewe umpende. Anakuwa na vitu vya ushawishi sana kwako, lakini wewe utakuwa normal, utarelax love. Tutakuwa na mapenzi ya kurelax. Utaona dunia ndio hii, kwa sababu yeye ndo anayehangaika sasa ili wewe uweze kukaa kwenye mazingira ambayo yeye anataka. Kwamba anahisi akifanya hivi atakufurahisha na wewe utarudi kwenye upendo, kwa sababu mtu kama umpendi anajijua. Anatambua kabisa kwamba huyu mimi anipendi. Sawa? Na kama anajijua, kwa hiyo yeye kuja kwako ni kwamba anaamini one day utampenda. Sasa anafanyaje? Ndio kama hivyo, anaweza kuletea zawadi, ukifanya hivi anakusamehe kwa sababu anakupenda kwa dhati kabisa. Unajikuta sasa wewe mwisho wa siku mnaenda unampenda. Taratibu mwisho na wewe mnaungana sasa, mnakuwa wote sasa ndo mnapendana ile kweli. Sasa hapo ndipo wanazaliwa watoto na maisha yanaendelea, lakini ni safari. Hiyo ni safari. Kwa hiyo unapokuwa kwenye situation kama hizo, unapochukua maamuzi kama hayo, huyu mtu anapofanya vile, ina maana nyinyi maisha yenu yanakuwa mazuri. Wewe kwanza unakuwa una stress. Lakini ikitokea kufuata akili zako si vibaya. Kila mtu ana uamuzi kwenye mwili wake, kila mtu ana uamuzi na akili yake. Huyu ambaye wewe unampenda, kwa hiyo utafanya kazi, uwafanye vitu ambavyo vitafanya yule aendelee kuwa na wewe. Kwa hiyo utakuwa na kazi kubwa kumlazimisha, kumshawishi ili afuate vile wewe unavyotaka. Awe kama wewe unavyompenda. Kwa hiyo ni kazi sasa. Tena sio ndogo. Ni kazi ngumu. Na ukifeli unamkosa. Amini nakwambia. Ukifeli kwenye ushawishi wako ule, lazima umkose. Kwa nini unamkosa? Kwa sababu yeye hajajaa kwenye hizo 18 zako kama ulivyojaa wewe.
yeye anakuchukulia wewe wa kawaida. Sawa? Kwanza anakuchukulia wa kupita, kwamba alikuwa tu anajaribu. Kwa hiyo sasa ni heri huyu ambaye hajakupenda, yani ambaye yeye amekupenda wewe hujampenda. Umempenda, yani umempenda tu kidogo. Labda nikupe siri moja, iko hivi. Mtu kama umpendi, ila kadiri unavyomuonaona na nini unakuta kuna vile vitu fulani unapunguza. Kwamba kama alikuwa na macho makubwa, baada ya muda fulani unayaona madogo. Kama alikuwa na kichwa kimekaa upande, baada ya muda fulani unamuona kama kichwa kimekaa vizuri. Kumbe ni yule yule. Lakini kutokana na ule muunganiko wenu, yani vile ambavyo yeye anavyokutendea wewe, ule wema wake ndio unabadilisha jinsi alivyo. Kwa hiyo anapambana na yeye. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku sasa unampenda na yule kama ulivyompenda huyu mwingine. Kwa sababu mapenzi yamekuwa ni changamoto kubwa sana ya si taifa tu, ni dunia kwa ujumla. Kwa sababu gani? Sisi huku asilimia kubwa hasa Afrika, Tanzania, sawa, tulikuwa tunaletewa wanawake. Tulikuwa yani hata mtu unaweza ukawa tu nyumbani, ni mkaka umeshafika umri fulani, unashangaa mwanamke ameenda kuchukuliwa huko, umeletewa pale. Na kweli wewe mkaka ukamchukua yule binti, ukaishi naye kwa sababu wazazi wameridhia, unakaa naye na maisha yanaenda kwa sababu walichagua nini? Walichagua maisha. Kwa hiyo na wasi vijana ambao bado hamjaoa, vijana ambao bado hamjaolewa, yule ambaye unayempenda sana, ambaye yeye hakupendi, huyo si sahihi sana. Sawa, unaweza ukaishi naye, lakini sio sahihi sana, kwa sababu utakuwa na adhabu kubwa ya kutaka awe kama wewe. Hebu angalia yule ambaye you are very serious, yani yuko serious na wewe. Yuko serious na wewe, lakini wewe hujampenda sana. Ila yeye yuko serious, ila wewe yani unamuona tu vipi, mbona anafanya vitu ambavyo simuelewi. Umeona? Lakini itafika wakati wewe utamuelewa. Kwa sababu kwa vile anavyovifanya ndio utaingia kidogo kidogo. Hayo sasa ndio tunaita maisha. Maisha ni hatua, ni ngazi. Lakini huyu wa kumpenda, unajikuta tu umezama tu. Alafu unaanza kutengeneza mazingira mule ndani sasa kwamba mna watoto mara nini. Unajua ukishapenda sana unajitengenezea mazingira fulani kichwani ambayo ni hewa. Lakini haya huko yenye process, kwamba kwanza ukakiona hivi kibaya, baadaye ukaona kumbe kinafaa, baadaye ukaona kumbe ni dhahabu, baadaye ukaona kumbe kina thamani. Hayo ndiyo maisha. Unatoka kwenye ujana, unaingia kwenye swala zima la ndoa na familia. Kwa hiyo lazima ujue mfumo ulioko kwa sasa. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa majina naitwa Jeremia John Liwoko. Asante.